Bilionea aliingia chumbani kwa binti yake mjamzito na kile alichokiona kilimshangaza. Amina, binti yake wa kipenzi, alikuwa ameketi kando ya kitanda, mikono yake ikishika tumbo lililojaa tumaini na woga. Macho yake makali yaliangalia baba yake kwa mchanganyiko wa hofu na furaha. Bilionea alikimbilia kando yake, moyo wake ukipiga haraka kama ndege anayekimbia mvua. Baba, nataka niwe muaminifu kwako, Amina alisema kwa sauti tete. Sasa hivi nimepata ujauzito na sijui ni bora niseme kwa nani kwanza. Bilionea akashika mikono ya binti yake, macho yake yalijaa machozi. Mimi niko hapa, binti yangu. Tutashughulikia hii pamoja, usijali. Kila neno lilikuwa kama moto unaoyeyusha hofu ya muda mrefu ndani ya Amina. Alijua baba yake hakutashangaa, lakini hakuwahi kufikiria kwamba upendo wa baba ungekuwa kipaumbele chake cha kwanza. Hii ilikuwa ni mwanzo wa safari yao ya kipekee, mojawapo ambayo ingegeuka familia yao ndani ya siku chache zijazo. Moyo wa bilionea ulikuwa umekamilika na wingi wa hisia, faraja, hofu na matumaini mapya. Kijiji kilijaa utulivu wa mapambazuko ya asubuhi. Sauti za ndege zilichanganyika na kelele za soko la mjini. Bilionea na Amina walitoka chumbani wakikabiliwa na uhalisia wa maisha. Baba, nataka uelewe, mchumba wangu Jabari, hatuhitaji pesa zako sasa. Tunaweza kushughulikia yote kwa pamoja, Amina alisema huku macho yake yakimwangalia kwa tumaini. Bilionea alicheka polepole. Amina, pesa siyo kila kitu. Upendo, uaminifu na heshima ndiyo pesa halisi. Jabari aliwasili, mkono wake ukikumbatia Amina kwa upole. Bilionea alimkagua kijana, macho yake yakitafuta ukali wa tabia na moyo. Alipoona upendo halisi na heshima, alibadilisha uso wake na tabasamu la kuridhika. Baba, nitahakikisha binti yako ana furaha, Jabari alisema kwa sauti ya moyo wa dhahabu. Bilionea alikimbilia mbele, mikono yake ikikumbatia kijana. Naamini wewe, kijana. Lakini kumbuka, familia yetu ni ngome. Utaiheshimu kila wakati. Hapo ndipo mara ya kwanza Amina alihisi uzito wa maisha kuondolewa, na matumaini ya kweli yakaanza kupanda ndani yake. Miezi michache baadaye, ujauzito wa Amina ulianza kuonyesha kwa dhahiri. Kila siku bilionea alikuwa karibu, akijua kila dalili na kila harakati ya binti yake. Baba, nataka mtoto wangu akue akiwa na mapenzi na heshima, kama ulivyolelewa mimi, Amina alisema akiwa ameketi kando ya mto. Bilionea aliketi karibu naye, mikono yake ikishika mikono ya binti yake. Binti yangu, nitahakikisha huu mtoto ana kila kitu ambacho hakikupata mimi. Kila thamani, kila maadili. Hapo ndipo Jabari aliweza kuingilia, kisha akamkumbatia Amina. Tutajenga familia yenye mshikamano na upendo. Hii sio tu kuhusu pesa, bali kuhusu moyo. Familia yote ilihisi uwepo wa nguvu, upendo na matumaini. Lakini kwenye kando, bilionea alikuwa na hofu kidogo. Alijua maisha hayakuwa rahisi na changamoto zilitoa mbele zao haraka kuliko walivyotarajia. Kila siku ilikuwa ni mafunzo, kila jioni ilikuwa ni nafasi ya kuimarisha upendo na heshima. Hii ilikuwa mwanzo wa safari ya maisha ambayo ingegeuka hadithi ya kipekee ya upendo, familia na matumaini yasiyoyumba. Siku moja, Amina alipokuwa akipiga sherehe ndogo ya ujauzito, alipokea barua isiyotarajiwa. Baba, hii ni kutoka kwa baba wa Jabari, Amina alisema, ikimfanya bilionea azame katika fikra nzito. Angalia tu, bilionea alisema huku akibonyeza barua kwa tahadhari. Alipofungua, macho yake yalipaa juu na chini, moyo wake ukiwa na mchanganyiko wa hofu na mshangao. Binti yangu, tunapaswa kuwa makini. Hii familia mpya ingekuwa na changamoto zisizotarajiwa, alieleza bilionea kwa sauti tete. Jabari alikimbilia mbele. Baba, nitahakikisha hakuna chochote kitakachoshusha heshima na upendo wetu. Amina alijisikia kicheko cha ndani, lakini kilikuwa cha mchanganyiko wa hisia. Alijua familia yake ya baba ilikuwa imara, lakini dunia ilikuja na changamoto zake. Hii ilikuwa changamoto ya kwanza kubwa ambayo familia yao mpya ilikuwa inakabili. Lakini pamoja walikuwa tayari kujifunza kwamba upendo na uaminifu unaweza kushinda vikwazo vyote, hata zile zisizo za kawaida. Wiki kadhaa baadaye, familia yote ilikusanyika kwenye sherehe ya kwanza ya mtoto. Wakati wa kuanzisha sala na baraka, bilionea aliweza kuona watoto wa jirani wakicheka na upendo ukijaa ndani ya chumba. Binti yangu, hii ni furaha ya kweli, bilionea alisema huku macho yake yakijaa machozi ya furaha. Amina alimkumbatia baba yake. Baba, sasa nimeona maana ya familia. Sio pesa, bali upendo na mshikamano. Jabari alikadiria mikono yake. Tunaahidi kulinda familia hii daima.
Hapo ndipo bilionea alijua kuwa maisha yake ya mamilioni yalikuwa na maana kweli. Sio thamani za mali, bali thamani za upendo na mshikamano. Wakiwa pamoja, familia hii ya kipekee ilianza hadithi mpya ya upendo, matumaini na mshikamano usio na mwisho. Wiki moja baada ya sherehe ya mtoto, Amina alianza kuhisi harakati zisizo za kawaida tumboni. Bilionea, kama baba anayejali, hakutoa nafasi ya wasiwasi. Alibadilisha kila neno kuwa faraja. Binti yangu, kumbuka, kila kitu kinapita kwa sababu na muda. Utashughulikia kila kitu. Jabari aliketi kando yake, akimkumbatia kwa upole. Tunaishi kwa pamoja, Amina. Usijali, hatutakiwe na hofu. Lakini ndani ya moyo wa bilionea kulikuwa na hofu nyingine, ya dunia isiyo thabiti. Alijua kuna watu wanaweza kutaka kudanganya au kujaribu kuvuruga furaha yao. Hapo Amina alikumbuka maneno ya mama yake, familia ni nguvu, lakini kila nguvu ina mtihani wake. Ndipo walipoona mlango ukifunguka na jirani aliye karibu na shamba la bilionea akija na uso wa wasiwasi. Bilionea, kuna habari, ni ya dharura, jirani huyo alisema. Amina na Jabari walibadilishana macho, moyo ukiwa na woga na mchanganyiko wa kustaajabu. Hii ilikuwa ishara ya kwanza kwamba safari ya familia yao ya kipekee haitakuwa rahisi na kwamba upendo pekee hauwezi kuwalinda kila wakati. Bilionea alifuata jirani huyo hadi nje ya nyumba. Alipata barua kutoka kwa benki ikionyesha deni lisilo la kawaida kutoka kwa mwekezaji asiyemjua. Binti yangu, tunaweza kushughulikia hili, bilionea alisema kwa sauti tete, lakini ndani ya moyo wake kulikuwa na hofu isiyo na neno. Jabari alijaribu kutuliza hali. Baba, tutapata suluhisho. Kila kitu kinaweza kushughulikiwa. Lakini bilionea alijua hatari haikuwa tu kifedha. Alijua kuna watu wanaotazama kila hatua yao na maisha ya familia yao yangeweza kubadilika kwa sekunde. Hapo Amina alijiandaa kuingia kwenye chumba cha baba yake. Baba, mimi na mtoto hatutaki kuona huzuni. Tuna nguvu yako na upendo wako, usitukose. Moyo wa bilionea ulipiga kwa nguvu. Alijua dunia inaweza kuwa hatari, lakini familia yake ilikuwa ngome ya kweli. Walikuwa tayari kushughulikia kila jambo pamoja. Siku kadhaa baadaye, Amina alijaribu kuhamasisha jirani na familia ya karibu kuandaa sherehe ndogo ya kijamii kwa ajili ya mtoto. Binti yangu, mimi na Jabari tutahakikisha kila kitu ni sawa, bilionea alisema. Watoto wa jirani walicheka na Amina alihisi upendo wa kweli ukijaa ndani ya moyo wake. Hii ilikuwa ni historia ya furaha ndogo, lakini yenye maana kubwa. Lakini ghafla, mlango ulifunguliwa kwa nguvu. Watu wa benki waliwasili kuzungumza na bilionea juu ya deni lililosalia. Bilionea alikumbuka maneno ya Amina, upendo na mshikamano ni nguvu yetu, lakini hatuwezi kuepuka changamoto za dunia. Jabari alibaki kando yake, akimkumbatia Amina kwa upole. Tutashughulikia hili pamoja. Familia yetu haidaiwi. Hapo Amina alijua kuwa furaha ndogo inaweza kubadilika haraka, lakini mshikamano wao ulikuwa nguvu isiyoyumba. Bilionea aliketi kando ya meza ya jikoni, akijaribu kutatua deni hilo, mikono yake ikishika shina la kikombe cha chai. Binti yangu, nitashughulikia hili. Sio rahisi, lakini hatutakosa njia, alisema huku akimtazama Amina. Jabari alikadiria mikono yake. Baba, tutahakikisha familia hii haianguki. Tupo pamoja. Amina alijisikia kicheko cha ndani kinapanda. Hii ilikuwa ni thibitisho kwamba familia ni nguvu kubwa zaidi kuliko mali yoyote. Wakati huo, jirani mmoja alikuja na furaha, mtoto aliyejifungua akiwa na afya njema. Amina alitabasamu kwa furaha, akijua dunia inaweza kuwa na changamoto, lakini upendo wa kweli unashinda kila kitu. Hii ilikuwa ni furaha ya kwanza kamili ya familia yao, furaha ambayo ingegeuka nguzo ya matumaini kwa siku zijazo. Usiku ulipofika, familia yote ilikusanyika kando ya kitanda cha mtoto. Bilionea aliketi kando yake, akishika mikono ya Amina. Binti yangu, sasa umeona kuwa maisha si rahisi, lakini upendo na mshikamano unashinda kila kitu, alisema bilionea. Jabari alikadiria mikono yake, macho yake yakijaa furaha. Tunaahidi kulinda familia hii kila wakati. Amina alikumbatia baba yake na mume wake. Hii ni historia ya maisha yangu, na najua hatutakuwa peke yetu. Tuko pamoja kila wakati. Hapo watoto wa jirani waliingia, wakileta zawadi ndogo za mtoto. Familia yote ilijawa na furaha isiyo na kifani. Bilionea alijua kuwa, licha ya changamoto za dunia, familia yake ilikuwa ngome ya kweli. Hii ilikuwa ni historia ya upendo, mshikamano na matumaini yasiyokoma. Siku moja alfajiri, bilionea aliamka akiwa na hofu isiyoelezeka.
Alijua changamoto za dunia hazikuwa zimekwisha. Amina alikuwa amesinzia kando ya kitanda, akishika tumbo lake kwa upole. Binti yangu, nitashughulikia kila hatari inayokuja kwetu, bilionea alisema kwa sauti tete, akijua dunia inaweza kuwa hatari, lakini mshikamano wao ulikuwa ngome. Jabari alikadiria mikono yake. Baba, tupo pamoja. Hatutakosa njia. Hapo mlango ulifunguliwa kwa nguvu, na jirani mmoja alikuja na taarifa ya dharura kutoka kijiji jirani. Bilionea, kuna tukio lisilo la kawaida, watu wamelazimika kuondoka, alisema. Amina alishika mikono ya baba yake. Baba, tutashughulikia pamoja. Hii ilikuwa ishara nyingine ya kuwa dunia ilikuwa na changamoto zisizotarajiwa, lakini familia yao ilikuwa tayari kushughulikia kila jambo pamoja. Wakati walifika kwenye kijiji, waliona nyumba nyingi zimeharibika na watu wakihangaika. Bilionea alijua kuwa pesa haziwezi kutatua kila shida. Binti yangu, dunia si rahisi. Lakini mshikamano wetu ni nguvu, alisema huku akimtazama Amina. Jabari alikadiria mikono yake, macho yake yakijaa mshikamano. Tupo pamoja, hakuna hatari itakayotuangusha. Watu wa kijiji walishangaa kuona familia ya bilionea ikisaidia bila kuchagua. Amina alijisikia moyo wake ukijaa furaha, akijua kuwa upendo na mshikamano wa kweli unaweza kubadilisha maisha ya wengine. Hii ilikuwa ni funzo la maisha, familia sio tu mali, bali moyo unaoshirikiana na wengine. Usiku wa hiyo siku, familia ilirudi nyumbani na furaha ya kuwa wamesaidia wengine. Bilionea aliketi kando ya mto wa moto, akimkumbatia Amina. Binti yangu, leo umeona nguvu ya mshikamano na upendo. Sio pesa bali moyo wa kushirikiana, alisema kwa sauti tete. Jabari alikadiria mikono yake. Tunaahidi kulinda familia hii kila wakati. Hatutamwacha mtu bila msaada. Amina alijisikia moyo wake ukijaa amani. Alijua kuwa familia yao ilikuwa ngome ya kweli, na hata changamoto kubwa za maisha hazingeweza kuwashusha. Hii ilikuwa ni furaha ya kweli, furaha isiyo na kifani, ambao ingegeuka msingi wa maisha yao ya siku zijazo. Siku chache baadaye, Amina alianza kuhisi uchovu wa ajabu. Bilionea na Jabari walijua kuwa ujauzito umekuwa mgumu zaidi ya awali. Binti yangu, usijali, tutashughulikia kila kitu, bilionea alisema huku akimtazama kwa upole. Jabari alikadiria mikono yake. Amina, hakuna hatari itakayotuangusha. Tupo pamoja. Wakiwa kando ya kitanda, Amina alihisi nguvu ya upendo na mshikamano. Hii ilikuwa ni historia ya maisha, changamoto nyingi, lakini mshikamano wa kweli unaoshinda kila hatari. Hapo ndipo bilionea alijua kuwa familia yao ilikuwa ngome isiyoyumba, nguvu ya kweli ambayo ingeendelea kuongoza hata wakati wa giza. Alfajiri ya siku hiyo, Amina alishika tumbo lake akijua kuwa mtoto alikuwa karibu kuzaliwa. Bilionea na Jabari walikalia kando yake, macho yao yakijaa hofu na furaha kwa wakati mmoja. Binti yangu, tayari tunakupokea kwa upendo mkubwa, bilionea alisema. Jabari alikadiria mikono yake, akijua kuwa maisha yao ya familia yangeanza sura mpya. Wakati mtoto alipozaliwa, machozi ya furaha yaliteleza uso wa bilionea. Amina alikumbatia mtoto wake, kicheko chake kikijaa upendo. Hapo walijua kweli, maisha yanaweza kuwa magumu, lakini mshikamano, upendo na familia kweli ni nguvu isiyoyumba. Wiki moja baada ya kuzaliwa kwa mtoto, bilionea alikuwa amekaa kando ya dirisha, akitazama kijiji kinapopumzika alfajiri. Amina alijisikia uchovu, lakini furaha yake ilikuwa kubwa. Binti yangu, mtoto wako ni zawadi ya kweli, bilionea alisema kwa sauti tete. Jabari alikadiria mikono yake. Tutahakikisha mtoto huyu ana familia ya mshikamano na upendo kila wakati. Lakini ndani ya moyo wa bilionea kulikuwa na hofu nyingine, ya jinsi maisha ya baadaye yatakuwa. Dunia inaweza kuleta changamoto zisizotarajiwa, lakini familia yao ilikuwa tayari kushughulikia yote pamoja. Amina alikumbatia baba yake na mume wake, moyo ukijaa amani. Baba, maisha yanaweza kuwa magumu, lakini mshikamano wetu una nguvu kubwa kuliko kila hatari. Hapo bilionea alijua kweli, mali ni muhimu, lakini familia yenye mshikamano na upendo ndiyo mali halisi. Siku moja, jirani alipita na taarifa ya kijamii, sherehe ya upendo na mshikamano ya kijiji. Bilionea alijua hii ilikuwa fursa ya kuonyesha nguvu ya familia yao. Binti yangu, hii ni nafasi ya kushirikiana na wengine. Furahia kila hatua, alisema bilionea. Jabari alikadiria mikono yake. Tutaonyesha upendo na mshikamano wetu kwa kila mtu. Amina alitabasamu, akijua familia yao inakuwa mfano wa mshikamano na upendo. Watoto wa jirani walicheka, wakionyesha furaha. Hii ilikuwa ni funzo jingine la maisha.
Upendo na mshikamano hauishi kwenye familia pekee, bali unapanuka hadi jamii nzima. Usiku, bilionea aliketi kando ya moto, akitafakari maisha yake. Binti yangu, dunia si rahisi. Lakini mshikamano wetu ni nguvu ya kweli, alisema kwa sauti tete. Amina alikadiria mikono yake. Baba, sasa naona maana ya familia. Sio mali, bali mshikamano na upendo. Jabari alikadiria mikono yake. Tupo pamoja. Familia yetu ni ngome ya kweli. Hapo watoto wa jirani walikuja kando yao, wakileta zawadi ndogo. Furaha ilijaa chumba na bilionea alijua maisha yanaweza kuwa na changamoto, lakini mshikamano unashinda kila hatari. Siku nyingine, Amina alihisi uchovu mkali na bilionea alihisi hofu isiyo na kifani. Binti yangu, tutashughulikia kila jambo, alisema huku akimkumbatia kwa upole. Jabari alikadiria mikono yake. Amina, tunakupenda na hatutakukosa. Familia yetu inaingon. Hapo mlango ulifunguliwa na jirani akileta habari za dharura kutoka kijiji jirani. Bilionea alijua hii ilikuwa changamoto nyingine ya maisha, lakini mshikamano wao ulikuwa tayari kushughulikia kila jambo. Amina alijisikia moyo wake ukijaa amani. Hii ilikuwa ni ishara kwamba familia yao ilikuwa nguvu isiyoyumba, na mshikamano wao ungeendelea kuongoza hata wakati wa giza. Usiku wa hiyo siku, familia yote ilikusanyika kando ya kitanda cha mtoto. Bilionea aliketi kando ya Amina akishika mikono yake. Binti yangu, sasa umeona kuwa maisha si rahisi, lakini mshikamano unashinda kila hatari, alisema. Jabari alikadiria mikono yake. Tunaahidi kulinda familia hii kila wakati. Amina alikumbatia baba yake na mume wake, moyo ukijaa amani. Watoto wa jirani walikuja wakileta furaha. Hapo bilionea alijua kweli, maisha yanaweza kuwa magumu, lakini upendo na mshikamano wa familia kweli ni mali isiyoyumba. Bilionea aliamka alfajiri, macho yake yakiangalia dirisha likifunguka polepole. Anga lilikuwa na rangi ya dhahabu, lakini moyo wake ulikuwa na hofu isiyoelezeka. Alijua familia yake ilikuwa thabiti, lakini changamoto za dunia hazikuwa na mwisho. Amina alilala kando ya kitanda, akijua kuwa siku hii inaweza kuleta mabadiliko. Alijisikia tumboni mwake mtoto akichukua nafasi, akimkumbusha uzima wa upendo na mshikamano. Jabari alikadiria mikono yake, macho yake yakijaa hofu na matumaini kwa wakati mmoja. Binti yangu, tupo pamoja. Tutashughulikia kila jambo. Bilionea alikaza mikono ya binti yake, akijua upendo na mshikamano wao ndio nguvu kubwa zaidi kuliko kila changamoto. Alikumbuka maneno ya baba yake, familia ni ngome, na ngome haiwezi kuanguka bila upendo wa ndani. Hapo jirani alifika na habari za dharura. Moto mdogo uliwaka karibu na shamba la familia. Bilionea alihisi kupanda kwa shauku na hofu, lakini moyo wake ulijua lazima ashughulikie. Amina alishika mikono yake kwa mshikamano wa kweli. Baba, tutashughulikia pamoja. Hatutakata tamaa. Moto huo uliwafanya familia hiyo kuelewa moja kwa moja. Dunia inaweza kuwa hatari, lakini mshikamano wa kweli ni nguvu isiyoyumba, na hiyo nguvu itawaongoza hata wakati giza linapofika. Bilionea, Jabari na Amina walikimbia kwenye shamba, wakiona moto ukipanuka polepole. Kila hatua ilikuwa ni mtihani wa mshikamano na hofu. Binti yangu, usijali, tupo pamoja, bilionea alisema huku akishika mikono ya Amina. Jabari alitumia kofia yake kuwasha moto mdogo ulioanza kwenye kona nyingine ya shamba. Tutashughulikia hili pamoja, hakuna hatari itakayotuangusha. Wakati huo, jirani wengine walifika kusaidia. Furaha na mshikamano walichanganyika na woga. Amina aliona upendo halisi wa familia ukijitokeza, watu wakisaidiana bila kuchagua. Moto ulikuwa changamoto kubwa, lakini kila mtu alijua mshikamano ni silaha yao kuu. Bilionea alikumbuka maneno ya mama yake, changamoto ni maisha, lakini mshikamano ni upendo unaongoza familia. Hapo moto uliokoma kidogo na familia hiyo ikakumbatia kila mmoja. Hali hiyo iliimarisha mshikamano wao na kuonyesha kuwa hata dunia yenye changamoto haiwezi kuharibu familia yenye upendo. Amina alijisikia moyo wake ukijaa amani. Baba, Jabari, sasa najua familia yetu ni ngome isiyoyumba. Wiki kadhaa baadaye, familia ilikusanyika kusherehekea kwanza kumalizika kwa changamoto za moto. Watu wa kijiji walikuja, wakileta furaha na shangwe. Binti yangu, leo umeona kuwa mshikamano wa kweli unaweza kushinda kila hatari, bilionea alisema huku akishika mikono yake. Jabari alikadiria mikono yake. Tupo pamoja. Familia yetu inaingon isiyoyumba. Amina alikumbatia mtoto wake, kicheko chake kikijaa furaha.
Hii ilikuwa ni furaha ya kweli, furaha ya mshikamano na upendo wa kweli. Lakini ndani ya moyo wa bilionea kulikuwa na wasiwasi mwingine. Deni lisilokamilika kutoka benki lilikuwa bado likisubiri. Alijua lazima ashughulikie ili familia yake isidulumikwe. Hapo alikumbuka maneno ya baba yake, maisha sio rahisi, lakini mshikamano unashinda hatari zote. Familia hiyo ilijua dunia inaweza kuleta changamoto mpya, lakini mshikamano na upendo wao ulikuwa ngome isiyoshindwa, nguzo ya maisha yao. Siku nyingine, Amina alihisi uchovu mkali. Baba Jabari, nahisi sijui kama nitashughulikia yote, alisema huku macho yake yakijaa hofu. Bilionea alikaza mikono yake. Binti yangu, tupo pamoja. Hatutakosa njia. Jabari alikadiria mikono yake. Amina, tunakupenda na hatutakukosa. Familia yetu enaingon. Hapo mlango ulifunguliwa na jirani akileta taarifa ya dharura. Mvua kubwa ilikuja kuathiri mashamba na nyumba jirani. Bilionea alijua dunia ilikuwa na changamoto nyingi, lakini mshikamano wao ulikuwa tayari kushughulikia kila jambo. Amina alijisikia moyo wake ukijaa amani. Hii ilikuwa ishara nyingine ya kuwa familia yao ilikuwa ngome isiyoyumba, na mshikamano wao ungeendelea kuwa mwangaza hata wakati wa giza. Usiku wa hiyo siku, familia yote ilikusanyika kando ya kitanda cha mtoto. Bilionea aliketi kando ya Amina akishika mikono yake. Binti yangu, sasa umeona kuwa maisha si rahisi, lakini mshikamano unashinda kila hatari, alisema. Jabari alikadiria mikono yake. Tunaahidi kulinda familia hii kila wakati. Amina alikumbatia baba yake na mume wake, moyo ukijaa amani. Watoto wa jirani walikuja wakileta zawadi ndogo na furaha ilijaa chumba. Hapo bilionea alijua kweli, maisha yanaweza kuwa magumu, lakini upendo na mshikamano wa kweli ni mali isiyoyumba. Alfajiri ya siku hiyo, bilionea aliamka akiwa na hofu na matumaini mchanganyiko. Alijua dunia ina changamoto zisizo na mwisho, lakini familia yake ilikuwa ngome isiyoyumba. Amina alilala kando ya kitanda, mtoto wake akiwa ameketi tumbo lake, akicheka kidogo. Jabari alikadiria mikono yake, macho yake yakiwa na mshikamano na amani. Binti yangu, tunashughulikia kila hatari pamoja. Hatuwezi kuepuka changamoto, lakini mshikamano wetu ni nguvu yetu, bilionea alisema kwa sauti tete. Hapo jirani alifika na taarifa, mvua kubwa imeanza kuporomoka na mashamba jirani yamelia. Bilionea alijua lazima ashughulikie haraka. Amina alishika mikono yake kwa mshikamano wa kweli. Baba, tutashughulikia pamoja. Hatutakata tamaa. Familia hiyo ilijua dunia inaweza kuleta changamoto zisizotarajiwa, lakini mshikamano na upendo wao ulikuwa mwanga wa kweli, nguvu isiyoyumba. Bilionea alikimbia na Jabari kwenda kusimamia shughuli za kijiji. Kila hatua ilikuwa ni mtihani wa mshikamano na ujasiri. Binti yangu, usijali. Tutashughulikia kila jambo, bilionea alisema, akijua familia yake ilikuwa ngome ya kweli. Amina alitazama kutoka dirishani, moyo wake ukijaa hofu na matumaini. Alijua hata changamoto kubwa ya mvua haingeweza kuharibu mshikamano wao. Watoto wa jirani walikimbia kuokoa mimea, wakicheka na furaha. Hii ilikuwa historia ya mshikamano, furaha na upendo wa kweli. Jabari alikadiria mikono yake. Binti yangu, tutahakikisha familia yetu inashikilia kila wakati. Hapo bilionea alijua kweli, familia yao ilikuwa ngome isiyoyumba, na mshikamano wao ungeendelea kuongoza hata wakati giza linapofika. Baada ya mvua, kijiji kilikuwa safi na furaha ikajaa. Bilionea, Amina na Jabari waliketi pamoja kando ya moto. Binti yangu, umeona kuwa familia sio mali, bali mshikamano na upendo, bilionea alisema. Amina alikumbatia mtoto wake, kicheko chake kikijaa furaha. Jabari alikadiria mikono yake. Tupo pamoja, tutashughulikia kila hatari. Watoto wa jirani walicheka, wakileta furaha na matumaini. Familia yao ilijua dunia inaweza kuleta changamoto, lakini mshikamano unashinda kila hatari. Hapo bilionea alijua kweli, maisha yanaweza kuwa magumu, lakini upendo wa kweli na mshikamano wa familia kweli ni mali isiyoyumba. Siku nyingine, bilionea alishirikisha Amina na Jabari kuhusu ndoto zake za familia. Binti yangu, nataka familia yetu iwe mfano wa mshikamano, heshima na upendo kwa kila kijiji, alisema. Amina alikadiria mikono yake. Baba, sasa najua familia ni ngome ya kweli. Sio pesa, bali mshikamano. Jabari alikadiria mikono yake pia. Tunaahidi kulinda familia hii, tukiweka upendo na mshikamano mbele. Hapo watoto wa jirani walikuja kuonyesha zawadi za furaha. Familia yote ilijaa shangwe. Bilionea alijua maisha yanaweza kuleta changamoto,
lakini mshikamano na upendo wa kweli unashinda kila hatari. Usiku wa mwisho, familia ilikusanyika kando ya kitanda cha mtoto, macho yao yakiwa na machozi ya furaha na shukrani. Binti yangu, sasa umeona kuwa maisha si rahisi, lakini mshikamano unashinda kila hatari. Hii ni historia yetu na tutaiendeleza, bilionea alisema kwa sauti tete. Amina alikumbatia baba yake na mume wake, kicheko chake kikijaa furaha na moyo wake ukijaa amani. Jabari alikadiria mikono yake. Tupo pamoja, hatutakosa njia. Familia yetu ni ngome isiyoyumba, nguvu yetu ya kweli. Watoto wa jirani walikuja kuonyesha shukrani na zawadi ndogo. Familia yote ilijaa furaha, mshikamano na matumaini yasiyoyumba. Hapo bilionea alijua kweli, dunia inaweza kuleta changamoto zisizo na mwisho, lakini familia yenye upendo na mshikamano kweli ni mali ya thamani isiyopimika, ngome ya maisha. Hii ilikuwa hadithi ya kweli ya mshikamano, upendo na matumaini yasiyoyumba kutoka mwanzo hadi mwisho.